Shalom shalom, nikusalimu salamu za neema na baraka katika jina la Yesu. Majina yangu ni Pastor Moses Sangu kutoka madhabahu ya Urejesho hapa Buzuruga Plaza, Mwanza, Tanzania. Tafadhali naomba nikushirikishe neno la baraka litakalo kusaidia. Niombe unipe muda wa dakika chache niseme na wewe. Nasikia kusema na wewe kwa habari ya kipimo cha mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Vipo vitu ambavyo ni kipimo cha mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Nianze kwa kujenga msingi kwa namna hii. Mahusiano ya mwanadamu na Mungu hujengwa kiimani. Mwanadamu anapomwamini Mungu, saa ile ya kuamini, hapo ndipo mahusiano ya mwanadamu na Mungu yanapoanzishwa. Sasa imani yenyewe, imani huwa ina tabia au ina mahusiano na kiumbe hai. Baadhi ya tabia za kiumbe hai utazipata pia kwa imani. Imani huwa inazaliwa, imani huwa inanyonyeshwa. Paulo anasema mnahitaji maziwa yasiyogoshiwa ili mpate kukulia wokovu. Lakini pia imani huwa inalishwa chakula kigumu. Kwa hiyo imani imekuwa na tabia za kiumbe hai katika maeneo mengi, na kama namna ambavyo kiumbe hai kinaweza kikafa kwa kinapokutana matatizo, ndivyo vivyo hivyo na imani pia inaweza ikafa. Sasa kuna watu ambao tumekuwa na mahusiano na Mungu, lakini yamkini mahusiano yamekufa na bado hujui, sababu kwa bahati mbaya mahusiano ya kiroho yanaweza yakafa ndani ya mtu na mtu mwenyewe asielewe kwamba mahusiano yake yamekufa. Paulo anasema kuna watu wamekufa ingawaji wanaonekana ni hai, lakini kwa namna ya rohoni wamekufa. Sasa yapo mambo yatakayothibitisha mahusiano yako na Mungu yapo katika kipimo gani au katika level gani. Jambo la kwanza litakalo kuthibitisha kwamba aidha umekufa au umepoteza mahusiano yako ya kimungu au yapo kwa kipimo gani, jambo hilo ni hofu. Mwanadamu anapopoteza ile hofu ya kiungu, hofu ya kuiogopa dhambi, unapoona huna hofu tena, kuna mambo ambayo ulikuwa huwezi kuyafanya, kuna mambo ambayo ulikuwa huwezi kuyatenda, lakini sasa unayatenda na unasikia amani, huoni shida. Elewa hicho ni kifo cha kiroho. Kama namna ambavyo katika mwili huu kuna vitu ambavyo vikitendeka juu ya mwili wako utahisi maumivu, aidha umechomwa na mwiba, umechomwa na kitu kinachoumiza, mwili huwa unapata mshtuko, unaumia. Lakini saa ile mwili unapokufa, unaweza ukachomwa na chochote kile, mwili usiwe na hofu yoyote, kwa sababu mwili hauumii, haustuki. Elewa mwili huo umekufa. Na rohoni vile vile, kwa kuwa imani ni kiumbe hai, unaposikia kwamba husikii chochote, huna hofu yote kwa habari ya dhambi, hicho ndio kipimo cha kwanza cha mauti ya kiroho, kwamba mahusiano ya mtu na Mungu yamekufa. Kipimo cha pili kinachothibitisha mahusiano ya mwanadamu na Mungu ni kupoteza tumaini. Ulikuwa ni mtu mwenye matumaini katika Mungu wako, una imani, unamwamini Bwana kwamba hata kama ninapita katika magumu, hata kama kuna mambo mazito mbele yangu, hata kama nimeanguka mara kadha wa kadha katika kibiashara au katika maeneo fulani, hata kama maombi yangu yamechelewa kujibiwa, kuna namna ulikuwa unatembea kwa matumaini, unaamini na umetumainia kwamba Bwana atanisaidia. Biblia inasema kwa habari ya Sara na Ibrahim, namna ambavyo walikaa katika tumaini hata umri wao, hata miili yao ilipofikia kifo, ilipofikia hali ya kutokuweza kupokea watoto, ila wao walibaki kutumainia. So mwanadamu anapopoteza ile hali ya kutumainia, huna tena tumaini, huna tena shauku, ile tumaini la kwamba Mungu atanitendea, Mungu atanikumbukaga, limepotea. Ukifika katika hatua hiyo, hiyo ni moja ya vipimo vya kwamba mahusiano yako na Mungu yamekufa. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ni hofu ya pili. Hofu ya kwanza ni hofu ya kiungu. Hofu ya tatu, jambo la tatu
naelezea sasa hofu ya kishetani ni kuvikwa hofu inayokuondoa kwa Mungu. Unapohisi sasa una hofu, unajiona hauko salama na Mungu, hiyo ni ishara ya mahusiano yako na Mungu kwamba yanaelekea eneo baya. Adamu na Eva walipoanza kuogopa uwepo wa Mungu, kwao kilikuwa ni kipimo cha kwamba sasa kuna tatizo la kimahusiano kati yao na Mungu. Jambo la 4 ni kupoteza kiu ya neno la Mungu. Nimekwambia imani kama kiumbe hai inaweza ikaishi au ikafa. So kiumbe chochote kilicho hai kinapokufa huwa hakihitaji tena kula na hakiwezi kula wala kunywa. So unaposikia una kiu imepotea, usikii kiu ya kusoma neno la Mungu, kiu ya neno la Mungu haipo tena ndani yako. Ulikuwa ni mtu unapenda kusoma neno la Mungu, unapenda kusikiliza maneno ya Mungu, unapenda kutafakari maneno ya Mungu, lakini sasa umepoteza ile kiu. Hicho ni kipimo ya kwamba sasa mahusiano yako na Mungu yamekufa au yanaelekea kufa. Jambo la mwisho kwa leo ni kupoteza kiu ya maombi. Huna tena haja ya kuomba, unaishi tu kama Mkristo wa kuingia na kutoka kanisani. Ni kweli bado unahudhuria ibada, japo ni hizo za Jumapili mpaka Jumapili, lakini hauna kiu ya kubaki katika kushiriki kama ulivyokuwa mwanzo. Huna kiu ya maombi. Hicho ni kipimo thabiti kinachothibitisha mahusiano yako na Mungu kwamba yamekufa. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu vinavyoweza vikathibitisha kwamba mtu ni hai au amekufa. Mungu akusaidie wewe ujipime katika mambo hayo na ujiangalie kwamba ni kweli bado unaishi rohoni, bado upo salama, mahusiano yako na Mungu bado yapo, au tayari umekufa. Maana Paulo anasema kuna watu wanaonekana ni hai lakini wamekwisha kufa. Hayo ndiyo mambo yatakayo kusaidia kujipima mahusiano yako na Mungu kwamba bado yako sawa sawa. Tumeeleza vitu hivyo na mimi naomba ujipime katika vitu hivyo. Moja ya njia itakayo kusaidia kutoka katika hali ya umauti wa kiroho au katika hali ya kuwa mbali na Mungu ni kurejesha hali yako ya zamani. Biblia inasema mkono wa Mungu wetu haujawahi kushindwa wala haujawahi kupungua hata usiweze kuokoa, lakini maovu ya wanadamu ndiyo yamewafarakanisha wao na Mungu. Yaani mwanadamu amefarakanishwa na maovu, na dhambi za mwanadamu zimeuficha uso wa Mungu mwanadamu asione uso wa Mungu. Na Mungu anasema hata Mungu hawezi kumsikiliza katika maombi yake. Mungu akuponye, Bwana kurejeshea uhai wa kiroho, Bwana kurejeshe katika mahusiano ya kwanza, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Shalom, shalom. Amen. Mungu akubariki.